Kwenye maisha ya binadamu, kila mmoja huwa anahitaji maendeleo. Kwenye jamii nyingi, binadamu tunakuwa tunalalamika maendeleo. Anyway, tuachane na siku ya jana ya tarehe 28 mwezi wa 5 2026, Mheshimiwa Sheha wa Shehia Tazari pamoja na mabaraza yake waliamua kuweka mkutano kuzungumzia kamati za maendeleo, kamati zile ambazo zitakuwa zinaleta maendeleo ndani ya Shehia Tazari. Kila kamati itakuwa ina malengo yake ya muda mrefu na muda mfupi kama ilivyoelezwa hapa. Sisi kamati ya afya, malengo yetu hata mwakani iwe tushafanya 1, 2, 3. Baada ya miaka kadhaa iwe tushafanya 1, 2, 3. Kwa maana yake hapo mwakani tukija hapa ndo anatuambia kwamba sisi kamati ya afya tulikuwa hivi, sasa hivi tumefanya hili, tunategemea pengine baadaye mwakani iwe tushafanya hivi. Mifano mizuri tunayo, tukikusudia tunayo kama kamati yetu ya mayatima. Kamati ya mayatima, alhamdulillah, tulikotoka leo sipo tulipo. Kwa sababu gani? Wananchi wote wa Tazari tumeshajihishwa katika kamati ya mayatima na tumeshajihika. Kwa hiyo tunataka kamati zote ziwe kama hivi. Tukaja kwenye afya, tukaja kwenye uvuvi, tukaja kwenye tahafidhi, tuna makamati mengi tu. Tukaja kwenye maimamu na walimu wa madrasa, hiyo kamati ya maendeleo. Kwa hiyo kamati tuzozilenga hapa na nyinginezo kama itakuwa pengine katika shehia hazipo, kabla sijasoma huku, tutahitaji Mheshimiwa Sheha basi afanye maarifa ziweze kutengenezwa ili zipatikane kama zilivyo kamati za tahafidhi, kamati ya uvuvi, kamati ya mayatima. Kwanza tuna kamati ya afya ya shehia, iwepo kamati ya afya nayo iandae, itushajihishe kama tulivyoshajishwa kwenye tahafidhi na mayatima. Maana sasa hivi mwananchi yoyote ya Tazari basi kwenye mayatima na tahafidhi anaelewa nini kinaendelea. Lakini hiyo kamati ya mayatima yenyewe, kamati ya uvuvi, kamati ya tahafidhi ambayo hii halafu kuna kamati ya maimamu. Hii kamati ya maimamu inawezekana kuwa ndio msimamizi mkuu wa hizi kamati ya mayatima na kamati ya tahafidhi pamoja na kamati ya mazishi. Hizi zinaweza kuwa ziko chini ya kamati ya maimamu na walimu wa madrasa. Lakini pamoja na hivyo, maana yake mayatima watakuwa na utaratibu wao, hawa mazishi watatueleza hapa. Maana yake tunakusanya pesa kila siku ya mazishi, tunakusanya pesa zile, inabidi ndio ripoti wenyewe tunazozitaka zile. Watatueleza tulianza vipi, tuko wapi, na hizi pesa tunatarajia tufanye nini mazishi wale. Lakini pia tahafidhi inakuwa wananchi tunachangia, kwa hiyo tunataka tuende kama huko. Lakini pia kuna kamati hiyo ya maendeleo ambayo upande mmoja ndio muasisi wa hichi tunachokifanya hapa, kamati ya maendeleo. Kwa hiyo zote hizi tunataka tuzipe uhai, ziwe zinafanya kazi. Lakini pia kama ipo au kama haipo, tutengeneze kamati ya mazingira. Sote tunashuhudia mazingira ya kijiji chetu, lakini tutasema bado kijijini kwetu huko, Jayani huko, na hapa katika shehia kiujumla, Majaya, Makaro. Kwa inabidi tuwe na kamati ya mazingira. Lakini pia tuna kamati ya maji, kama ipo ipewe uhai zaidi, kama haipo iundwe. Tazari tuna visima vingi sana, lazima hivi visima, hii kamati hii itengeneze utaratibu. Hata kama mtu ni kisima chake mwenyewe, lakini tuwe na mfumo maalum wa visima vyetu. Visima hutaka dawa hivi, visima vinaweza vikangia wadudu, sisi tunatumia tu. Pengine mtu kana kisima chake lakini hajaikata mfereji mmoja nje, wananchi wakapata kufaidika. Kwa hiyo hivi vyote manake hii kamati ya maji itakaya ipange tunafanya nini. Na hawa wananchi wakishashajihishwa tu, wakishaelimishwa tu, wala si wagumu. Si watu wa Tazari si watu wagumu. Tutakuwa wagumu pale ambapo hatujaelewa tu.
Sasa hivi tulipoelewa mazishini, utemwendea kanatoa shilingi 1000, wala hakubabaishi. Kwenye mayatima ndio hivyo, vijijini mwetu tushashajihishwa, kwa sababu hakuna kitu kigumu endapo tutashajihishwa. Kwa hiyo mtu hata kama kisima chake, lakini tukeshampatia elimu, ina maana hii kamati ya maji itakaya itapanga tufanye nini hivi visima vyote, mipira humo nje inamwaga maji, kama tuvyokuwa mwaka juzi ule, tukatandua mabomba yale yote, tukaweka sheria zile, kila kijiji mfereji mmoja, na tulifanikiwa kwa kiasi fulani. Hii inaonyesha kwamba tutakapoamua linawezekana, hakuna litatushinda. Kwa hiyo hizi kamati hizi tunaomba kwa ofisi ya Sheha, au kama zipo basi ziimarishwe, kama hazipo tuziunde. Lakini pia kuna na kipengele kidogo, kamati ya maadili, aidha tunaweza tukaiambatanisha kule kwa maimamu au vipi, kama tunavyoona lazima na kamati hii iwepo. Najua unajiuliza kuhusiana na swala la kamati ya mazishi. Kamati ya mazishi iliundwa na wananchi wenyewe kwa lengo la kusaidiana katika harakati za mazishi, kama vile kuchangia familia ambayo itafiwa kupata hakibangamga ndogo ya mazishi, awe maiti ya kuletwa, awe maiti ya kuamkia tazari, kufanywa huduma zote tazari, wote kusaidia. Wajua pesa hizi zinakuwa zinatokana na wapi? Pesa hizi huchangishwa siku ya mazishi, siku ile ambayo tazari patakuwa na mazishi, ndipo wanakamati huamua kuchangisha kwa kila mwananchi inavyotakiwa, kuchangia kile alichonacho, shilingi 1000, 2000, ama hata kile ambacho kitakuwa ana uwezo nacho cha kutoa. Pia vile vile kushajihisha watu kutembelea makaburi. Tazari inafika sekta ya kuwa mtu kaburi la mzee wake, lakini anafika kuulizia, ina maana akisha kumuweka tu hajui hata kumtembelea. Pia kamati hii inahusika. Pia vile vile kuna sehemu nyingine tazari ambazo zinakuwa zina ugumu sasa hivi kwa maiti kuzikwa, kufanywa mazishi sehemu hiyo, kutokana na changamoto ya mawe au mava kuwazishajaa. Wanakamati walisema ni vyema wanajamii tukajuana wote kwa pamoja, kwa sababu iko sehemu ambayo imetoka kwa lengo la kuzikiana. Hivyo kuangalia kwa baadhi ya vijiji, kuna sehemu zile ambazo hazifai kuzikana, ni vyema tukakutana kwa pamoja likajadiliwa hili swala hili, kinamna gani ambavyo itakuwa inaendeshwa harakati hizi za mazishi. Tambua, kamati ya mazishi ndiyo inahusikana na masuala ya uchimbaji wa makaburi. Tukirejea kwa upande wa ofisi ya Sheha, ofisi ya Sheha iliwasilisha mada ya utendaji wake toka kuteuliwa kwa Mheshimiwa Muhammad Wadi Khamis, Sheha wa Shehia ya Tazari. Haya, sasa nije kwenye hii ripoti, taarifa ya kamati ya Sheha. Hapa na taarifa 3. Naanza na taarifa ya kamati ya Sheha. Kwa hiyo tunataka insha Allah na hizo kamati nyingine hata ikafika mwakani waje watusomee mfano kama hivi. Kamati ya Sheha imeanza kazi rasmi tarehe 10 mwezi wa 8 2022. Kazi ya kwanza ilikuwa ni kuiunganisha jamii kupitia huduma za jamii kama vile vitambulisho vya Mzanzibari, vyeti vya kuzaliwa na huduma nyingine mbalimbali ambazo zinafanana na hizi. Hii ilikuwa ni kazi ya kwanza ya kamati ya Sheha. Tuliona tuanze na hili kutokana na malalamiko makubwa tuliyoyafanyia utafiti. Kutokana na mambo hayo, tulilazimika kufanya yafuatayo. Kwanza, kutayarisha sehemu maalum, yani ofisi ile pale Buranji, ili kuwafanya wananchi kujua wapi wazipate huduma. Time yote anajua mwananchi na shida ya Sheha, basi nyende wapi. Pili, kutafuta vifaa vya ofisini kama vile kompyuta, printer na mtu wa kuchapa.
Tatu, kutoa elimu na kushajihisha watu juu ya umuhimu wa kuwa na document, yani kumbukumbu mbalimbali za kijamii kama vile vitambulisho na vyeti vya kuzaliwa, kwamba wananchi wengine hata wazee kwa hawaoni umuhimu wa kuwa navyo, vijana hawa wanaosafiri. Kwa hiyo tukashajihishwa. Lakini pia kujitahidi kuondoa tofauti zote zinazosababisha kukosekana baadhi ya huduma kwa ufanisi hapo awali. Kazi ya pili ya kamati ya Sheha, kuongeza kasi ya kiutendaji, yani kuzimarisha kamati mbalimbali na kuongeza kamati mpya kwa lengo la kupunguza mzigo mkubwa kwa ofisi mama, yani ofisi ya Sheha, ambapo kamati kama kamati ya uvuvi, baraza la wazee, mduara, kamati ya afya zilizokuwepo toka awali hivyo ziliboreshwa zaidi kiutendaji, na kamati kama vile kamati ya ujenzi wa skuli, kamati ya maimamu na walimu wa madrasa, kamati ya mazishi na nyinginezo ziliundwa kwa lengo la kuongeza utendaji shehiani. Kazi ya tatu ya kamati ya Sheha katika kuboresha na kwenda na wakati, ofisi pia imeboresha mahusiano yake na shehia jirani, ikaboresha mahusiano yake na wilaya, mkoa na hata serikali kuu. Na kupitia hili basi la uboreshaji wa mahusiano, baadhi ya shehia zimekuwa zikijifunza vitu mbalimbali na kutufanya sisi kama ni mfano wa kuigwa kwao. Lakini pia mahusiano ya ofisi ya Sheha yamezidi wilaya na mkoa, na faida zake zimeonekana siku hadi siku. Mfano wa karibu ni ule wa manispaa ya Kaskazini kutufadhili umaliziaji wa madarasa 4 ambayo mheshimiwa Sheha na mheshimiwa diwani wanaweza wakayatolea ufafanuzi zaidi baadaye. Madarasa 4 kwa hatua ya paa, plaster na hatua nyingine za kumalizia, kutokana na mahusiano yetu yalivyoimarika. Yani nafasi hii tumeipata, tunaweza tukasema kwenye tundu ya shindano. Lakini pia tumeweza kujenga upya mahusiano baina ya ofisi na kampuni ya Infinity ambapo kabla haikuwezekana. Kazi ya 4 ya kamati ya ofisi ya Sheha kitaifa, ofisi sasa imeboresha mahusiano zaidi na zaidi wizara kama zifuatazo. Kwanza, tumekuwa na mahusiano na Wizara ya Ujenzi na Mawasiliano, lakini pia tumekuwa na mahusiano ya Wizara ya Elimu, pia tumekuwa na mahusiano na Wizara ya Katiba na Sheria kupitia ofisi ya Mufti, na kutarajia kupata nafasi za maendelezo wa hija. Pia ofisi kwa kushirikiana na Masjidil Abrar, yani msikiti mkubwa, kwa pamoja tumeweza kumleta Mheshimiwa Rais wa Zanzibar mara 3 kwa kipindi kifupi shehiani mwetu. Kwa hiyo hayo yote yanasababishwa ni mahusiano mazuri yaliyokuwepo baina ya ofisi yetu na wizara mbalimbali. Kumleta rais kijijini ghafla muda mfupi si jambo la kawaida. Kwa hiyo kutokana na ule mahusiano yaliyokuwa mazuri baina yetu na kule, kwa hiyo tukimtaka inakuwa hatupati shida, tunaweza kumpata. Tujue kwamba wengine wengi wanakuwa wanamtafuta lakini inawachukua muda. Kutokana na hayo yafuatayo ni mambo makuu tuliyoweza kuyafanya ndani ya uongozi wetu kamati ya Sheha hiyo. Kwanza, ujenzi wa skuli. Pili, ujenzi wa barabara. 3, ujenzi wa ofisi ya kudumu ya Sheha. 4, ufunguzi wa misikiti miwili ya Ijumaa. 3, ufunguzi wa ofisi za wilaya za muda kwa ajili ya bima ya afya. Kule TASAF. Lakini pia nimeongezea, nimechomekea na pia katika yaliyofanywa na ofisi ya Sheha haya mabaraza haya ambayo hatukuwa nayo ni mambo makubwa, kwa sababu ndio yanatupeleka huko kwenye maendeleo. Kwa ni jambo kubwa ambalo limeasisiwa na ofisi ya Sheha. Matarajio kwa ofisi au kamati ya Sheha. Matarajio kwa kipindi kijacho. Matarajio kuimarisha ubora wa elimu ndani ya skuli ya Tazari hii ambayo tupo.
Tunataka wanafunzi wa hapa wawe tofauti kabisa na maskuli mengine kwa ubora. Lakini pia kuimarisha usalama wa barabarani kwa kufanya mazungumzo na wananchi na makampuni mbalimbali ambayo hutembeza watalii kwa vyombo vya moto shehiani mwetu. Kama tujuavyo, kule wanakuwa wengi wale wanapita, na mara nyingine wanapita kwa kasi, na njia zetu zina watoto. Lakini pia kusimamia na kuhakikisha linapatikana jengo la kudumu la wilaya kwa ajili ya bima ya afya ndani ya shehia ya Tazari. Lile pale ambalo wanatumia sasa hivi ni la muda, lakini tunataka liwepo la wilaya ndani ya shehia yetu. Maana yake baada ya kwamba sisi huku, juzi niliwasikia baadhi ya wananchi wanasema ukachelewa kutaja Kifata Gamba. Sasa tunataka hao Wagamba waje Tazari, kwamba watu wa bima ya afya wote wilaya nzima iwe wanakuja Tazari. Lakini pia kusimamia na kuhakikisha kuimarisha hospitali kutoka ilipo hadi kulazwa kwa wagonjwa, hospitali yetu ile kule. Hayo ni malengo ya kamati ya sheha, kwamba inataka imarishwa pengine na kujengwa mpya ambayo itaweza kuwa na hadhi ya kulaza wagonjwa. Lakini pia kuimarisha umoja na mshikamano ili kuhakikisha haturudi nyuma, bali tunasonga mbele kwa pamoja kimaendeleo. Na mwisho pia tunategemea kujengewa uwanja wa Jaha na kufanywa kuwa wa kisasa. Kwa hiyo hiyo ni kamati ya sheha. Kwa hiyo tunatarajia mwekani hapa zile kamati, kila kamati itajatueleza kama hivi. Sasa tunakwenda kwenye kamati ya ujenzi. Kamati ya ujenzi iliasisiwa rasmi mnamo tarehe 11 mwezi wa pili 2021, na lengo lake kuu ilikuwa ni kuwaweka pamoja watu na kuwaelezea juu ya ukosefu wa skuli pamoja na kuwashajihisha kuhusu kupatikana kwa skuli hiyo baada ya kukamilika kwa uongozi. Kamati iliteuliwa chini ya mwenyekiti wake na ilianza harakati za ufuatiliaji wa eneo la skuli hiyo. Baada ya kulipata eneo la kujenga skuli, kamati kwa kushirikiana na mheshimiwa mwakilishi wa wakati huo ilianza harakati za kulisafisha eneo hilo kwa kutumia doza, pamoja na kuanza harakati za ufuatiliaji wa vifaa vya ujenzi, ambapo kamati iliongoza vyema wananchi katika kuasisi harakati za ujenzi, ambapo madarasa 4, ofisi ndogo 2 za walimu pamoja na vyoo vya wanaume na wanawake visivyopungua 12 vilijengwa. Mpaka hapo hizo zilikuwa ni nguvu za wananchi pamoja na mfuko wa mheshimiwa mwakilishi kipindi hicho. Kamati ya ujenzi haikutulia, iliendelea kutafuta njia mbalimbali za namna ya kuendeleza ujenzi, ambapo awamu hii ilifika wizarani na kuungwa mkono na wizara hiyo ya elimu na kuahidi kumaliziwa madarasa hayo 4 na kuongezewa madarasa 2 mapya. Hiyo ilikuwa ni mwishoni mwa mwaka 2024, ambapo ni miaka 3 baada ya kuasisiwa kwa kamati hiyo. Hatimaye mnamo tarehe 13 mwezi wa pili 2025, ufunguzi wa skuli mpya ya kisasa ya Tazari ya msingi ulifanyika. Kamati pia iliendelea kupiga mbio zake za uongezaji wa madarasa, kwani ilijua baada ya mwaka mmoja tu uhaba wa madarasa lazima utatokea. Kwa juhudi hizo, kamati kwa kushirikiana na wananchi iliweza kujenga misingi mipya ya madarasa 8 na kufanikiwa kuyanyanyua madarasa 4 mapya, ambapo mfuko wa mheshimiwa diwani wa wadi ya Tazari umeunga mkono umaliziaji wa madarasa hayo, na hadi sasa hatua za uwezekaji na plasta zimeshakamilika. Kwa hiyo hizo nazo zilikuwa ni nguvu za wananchi pamoja na huo mfuko. Kama tunakumbuka, tuliwahi fanya harambee hapa, ndio yale niliyosema mwanzo, tukishajihishana watu wa Tazari si wagumu. Tuliona harambee hivyo kuja pale. Yanayotarajiwa kufanywa na kamati ya ujenzi. Kwanza, ufuatiliaji wa ujenzi wa madarasa 6 mapya pamoja na ofisi na vyoo kutoka Wizara ya Elimu.
Hayo ni ya kipindi hiki kifupi tulicho nacho, kwamba Wizara ya Elimu ilituahidi itatujengea madarasa 6. Kwa hiyo kamati sasa hivi haitulii, inafuatilia kuhakikisha kwamba yanajengwa. Kamati pia inatarajia kujenga msingi wa madarasa mapya mengine yasiyopunguka 12. Ufuatiliaji wa skuli ya ghorofa, tunatarajia hawana watoto wetu wakianza sekondari iwe tayari skuli ishakuwepo ya ghorofa hapa. Na nachomekea tu kwa kamati, kwa sababu ipo hapa, mbio zetu ziwe kubwa, kwa sababu ghorofa hili likajengwa sehemu nyingine kaskazini, itaja kuwa ndo lishakuwepo. Likajengwa Kidoti pale, maana yake itajasema kwamba kaskazini ndo ghorofa ishakuwepo, tutajalikosa. Kwa hiyo mbio zetu zigonge kichogo. Halafu kudhibiti eneo kwa kupata haki, hili eneo letu hati, kudhibiti kwa kulitafutia hati miliki hili eneo, ni malengo ya kamati ya ujenzi hayo. Pia utanuzi wa elimu ipatikanayo skuli ya Tazari, hii ni kwa kushirikiana na kamati husika ya skuli, lakini anasema hayo yanatarajiwa kwa muda unaokuja huko. Hiyo ni kamati ya ujenzi wa skuli. Tunamalizia kwa kamati ya maendeleo. Hii ni kamati ambayo imeundwa rasmi mnamo tarehe 4 mwezi wa 4 23 kwa vijana maalum ambao walifika ofisini kwa sheha kwa maombi ya mashine ya uchimbaji ili kwenda kuweka sawa barabara za kijiji chetu. Vijana walikaa wakaona kipindi kile barabara zetu za hizi hapa Mkokosi na Jaha kule na Tasaf Ziwa Bibaya, wakajitolea kwamba tuzitengeze tukawange yale mabwe, kwa tuhitaji mashine. Kwa hiyo ndo walipoanzia hapo, vijana walikaa tu wakajana wazo hilo hapo, wakaona twende ofisini. Safari yao hii ikaibua safari ya kwenda kwa mkuu wa mkoa, akasema lazima twende kwa mkuu wa mkoa. Hatimaye Wizara ya Ujenzi na Mawasiliano ikawa chimbuko la ujenzi wa barabara zetu kwa kiwango cha lami takriban kijiji kizima cha Tazari. Kwa hiyo ujenzi wa barabara chimbuko lake ulianza hapa. Mheshimiwa Sheha baadaye pengine anaweza akautolea ufafanuzi pengine. Kazi zao kamati ya maendeleo, kwanza kuibua na kushajihisha shughuli za kimaendeleo, na wao ni wasimamizi wakuu wa maendeleo ya shehia katika nyanja zote, ikiwemo afya, elimu, mazingira pamoja na ulinzi wa rasilimali zilizopo. Kwa hiyo hawa watakuwa ndio wasimamizi wa zile kamati zote, kwa sababu wao ndo kamati ya maendeleo. Kila kamati wahakikishe kwamba inakwenda vizuri. Kama kuna changamoto basi tuelezane. Kazi walizozifanya kipindi cha nyuma, kusimamia ututiaji wa uwanja wa assembly, yani wa kujipanga wanafunzi wa skuli ya Tazari. Hapo kama tulivyoona siku zile palikuwa bawa hali mbaya, kwa hiyo hicho kifusi chote basi kamati hii ya maendeleo ilifanya kazi hiyo. Lakini pia ufuatiliaji wa ujenzi wa barabara zetu hizo huko, lakini kusaidia kamati ya ujenzi kihali na kimali juu ya usimamizi wa harakati zake. Ile kamati ya ujenzi inakuwa bega kwa bega pamoja na hii kamati ya maendeleo. Na pia ufuatiliaji wa ulinzi wa miundombinu ya barabara zetu. Barabara lazima tuzilinde. Hata hivi vibango vilivyowekwa hivi, baadhi yake vingi vinakuwa sijevikaza au vipi. Kwa hiyo kamati hii pamoja na kamati nyingine lazima tuvifanyie mapitio vile vibango. Nilipita barabara ya Benderani yale, kumbe hubanduka yale yanaonesha zile alama yale maandishi hubanduka yale. Naona lile kule lishabanduka. Malengo ya baadaye ya kamati ya maendeleo. Kubuni. Hii kamati inatakiwa ibuni miradi mipya ya maendeleo. Tufanye nini sasa? Maendeleo gani Tazari tuyapate? Kwa kushirikiana na kamati nyingine. Lakini pia kuongeza usimamizi kwa kamati zote za shehia ili kuongeza kasi ya uwajibikaji wa kimaendeleo. Na mwisho kutoa elimu mbalimbali kwa kamati ili kuendana na kasi ya dunia kimaendeleo. Kwa hivyo hizi zilikuwa ni kamati ya sheha pamoja na kamati ya maendeleo na kamati ya ujenzi ambazo zilileta taarifa zao, kwa sababu wao walikuwa tayari washaziandaa. Kwa zile kamati nyingine tunategemea hata mwakani
basi waje watusomee kama hivi, halafu sisi wananchi tutakuwa tuna michangilio kama kuwauliza au kuwapa mawazo ya namna gani tutaweza kusonga mbele zaidi. Kwa hiyo baada ya hayo naomba